tulia hapo. Wewe unajua sana kukimbia, si ndio? Samehe kaka. Nisamehe kaka, tatizo kubwa nini kaka mpaka niue? Nisamehe niangalie na kiumbe changu kaka wangu, sina makosa, sina hatia kaka. Nisikilize. Tulia kimya. Umefika wapi sasa? Umefika wapi sasa? Usiniue. Kaka usiniue. Usiniue kaka. Nisikilize. Tulia, wewe sikia, nisikilize. Tulia. Unataka uniue. Kwa nini unataka uniue? Nisikilize, kaa kimya. Wanataka kujua sababu ya kuua. Ndio kaka. Wanataka kujua sababu ya kuua. Tulia sasa. Nisikilize, mimi sina muda wa kupoteza hapa. Kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho, dunia kijito duniani, kijito kidanganyacho watu. Asubuhi mwana. Sijambo leo asubuhi. Ipo Salama tu. Utapata mboga? Mamangu hapa kwa mboga huwezi kupata, ila jana hujaja nayo. Ndio mwanangu, lakini naomba mnisaidie. Nitaangalau nikabangaize huko, nitakachokipata nitawaletea. Mama, huwezi kusaidiwa kwa sababu wewe jana hujaleta ile hela. Didi. Ndio msikilize mdeni wako karudi tena. Yule kule lambo. Haya shoga yangu, umekuja na mpya hivi tena leo? Nimepata mboga. Ni kweli umekuja kuchukua mboga, lakini za jana hujalipa, za juzi hujalipa. Kweli tena nikupe tena mboga nyingine tena? Hata kama ilikuwa mbaya, ni kweli ni mbaya, lakini sasa mtu si unakuja unasema. Alafu kitu kingine, mimi hapa nina matumizi mengine, nina kununua mbolea, nina kununua mbegu. Ndio tuzungumze, tuko wote hapa tuzungumze sasa. Haya ndugu yangu, kweli hela zote ninazokudai unanipa 2,000 tu. 2,000 tu. Sasa unategemea nini hii biashara na mimi nitaiendeshaje? 2,000 tu ndugu yangu. Sasa mimi 2,000 itanisaidia nini? Ngoja nikwambie. Hapa kuna kununua mbolea, kuna kununua mbegu, kuna kumulika sijui kijana, kuna sijui kuna nini maji. Hii pesa ni ndogo na hiyo bwana mwisho. Kwa sababu nakudai hela nyingi sana. Hapana, kwa sababu nakudai hela nyingi. Alafu mimi nitaendeshaje sasa hivi? Nitaendeshaje ninavyofikiria? Sina shida, nipatie hizo. Nitakupatia hela. Sasa unataka mboga gani na mboga gani? Na nitakapokupatia uwe mwaminifu wa kuleta hiyo hela tena. Nitakuletea usijali. Sawa sawa. Sijui nini niseme juu ya dunia, maana vitu vingi mfano tavitolea, majina mengi nitaitia dunia. Bado sijui kama yatatoshea,
ila acha tu niweze kuiongelea dunia. Angel, usiniletee balaa ujue. Nilishakushauri vizuri tu. Twende hospitali tukatoe hiyo mimba. Lakini bado unachukua ni masiala tu kile ninachokiongea, si ndo maana yake? Unaleta masiala kwenye jambo la ukweli? Jeff, mbona mimi usinifanyie hivyo mwenzako? Mbona nimekubali kuwa na wewe? Kama utakubali kunioa, mimi nitakutetea, lakini kutoa mimba mimi siwezi. Unitetee? Hivi una ndugu na sheria wewe? Una ndugu na serikali? Yaani kirahisi tunaambia mimi utanitetea. Jeff, sasa bwana acha masiala yako. Kumbuka ni mara ngapi nilikuwa nakusisitiza kutumia kinga lakini ulikuwa unakataa. Leo umeshakoroga na unajifanya kuwa mkali kwangu. Jeff, usifanye hivyo. Sawa. Mimi nimekuelewa. Ila nikombe kitu kimoja tu. Nenda kabadilisha uniform. Kisha utarudi tutaongea vizuri. Sasa Jeff, kwani leo ni mara yangu ya kwanza kuongea na niko na nguo za shule? Mimi hapa sitoki. Hivi unakisikia unachokiongea wewe? Unakisikia unachokiongea kabisa wewe? Nakwambia neno la maana unaenda kunipuuzia, si ndo maana yake? Naomba utoke kwangu. Sitoki. Naomba utoke kwangu. Jeff, nimesema sitoki. Yaani naomba unitoe, labda unitoe maiti, lakini mimi sitoki. Naomba utoke. Matajiri wanaona mali zao ni muhimu kuliko utu, kuliko Na ukirudi hapa nitakachokufanyia hautosahau kwenye maisha yako. Sijui nini niseme juu ya dunia, maana vitu vingi mfano tavitolea, majina mengi nitaitia dunia. Bado sijui kama yatatoshea, ila acha tu niweze kuiongelea dunia. Wanawake wao na kuzaa ni wajibu wao, kulea baba yoyote mwenye pesa. Yani pesa ni chanzo cha kuwatesa watoto. Matajiri wanaona mali zao ni muhimu kuliko utu, kuliko utu. Wanalinganisha utu na mali, wanafananisha utu na mali, wanaheshimu mali, utu wa mtu ni moja. Maji yanavutia yametuama. Haya, mboga. Basi nilikwambia uondoke, shida nini? Nani atoka? Sinaongea naye Jafet.
Jafet. Jafet. Dunia, wanawake wao na kuzaa ni wajibu wao, kulea baba yoyote mwenye pesa. Yani pesa ni chanzo cha kuwatesa watoto. Matajiri wanaona mali zao ni muhimu kuliko utu. Wanalinganisha utu na mali, wanafananisha utu na mali, wanaacha utu, wanaheshimu mali. Utu wa mtu ni muhimu. Inaonekana ni kama mto unavutia, ni kama maji yanavutia, yametuama watu na bila kujijua, wanaingia na kuogelea na hawajui gumu njia ya kutokea. Dunia kama Pia mwanangu, siku hizo unatutupa sana kwenye madili yako kichao wangu. Shida nini? Basi vipi wanangu? Ila mimi sasa hivi nafanya dili za hela ndefu, afu nafanya dili na watu wakubwa, kwa hiyo wanangu masharobalo. Wewe tuvute bange tu hapo basi tuachane. Madili gani hayo mwanangu? Yaani mpaka watu waacha kutunini kupiga madili. Sasa mwanangu, unaweza kufanya dili gani? Madili yoyote yale. Au vipi? Mimi mwenzio sasa hivi siibi kuku. Mimi nafanya kazi za kuua. Wewe unaweza kuua? Kuua mbona jambo la kawaida tu. Sikia mwanangu Jeli. Madogo janja na sasa mimi naacha kwenye michongo. Mimi jana nimepata dili kwenda kumkili mama mjamzito. Nyinyi mnaweza kukili mtu. Ushawahi kushika bastola wewe mwanangu? Bastola ushawahi kushika chuma mguu wa kuku? Wasikilizeni na hizo pigo mnazoita maskani za kishamba. Unasikia? Hizo itikadi za kishamba. Unasikia? Hapa anapita wewe. Mtamazia mtatuletea shazi. Mimi nawaeleza ni cha halali, mimi sikuletei shazi. Wadogo wanasema mimi nawatenga kwenye mishe. Mimi mwanangu mimi jana nimepata ishu kwenda kumuua mama mjamzito. Na sijachekesha, nimekili bastola moja tu. Nyinyi mnaweza kufanya mishe hizo? Mbona jambo la kawaida tu hilo. Hilo jambo la kawaida tu. Hisi mwanangu umekaa. Oya, wanangu. Huyu mchumba mimi namjua huyu. Mbona kashemeji yenu? Huyu si yepi huyu?
shoga yangu. Mboga majani pembele. Mapema tu shoga yangu umejiwahi. Na kabichi kabisa mzuri. We mama. We mnenda kwanza na beseni lako. Umeona kwanza anapokoa au mama? Vipi? Wewe umeona kitu anachofanya hapa kukoa? Kukoa huko vipi mama yangu? Kama mwenzangu asija akatufia hapa kumwa huko ndo kukoa. Vibakteria vyenyewe vyote sisi vinaingia humo. Muogope Mungu Sabina. Kasio kutafuta riziki hivyo wewe. Unatafutaje riziki hivyo mtu unakoa vibakteria vinaingia humo. Mimi nenda bana na beseni yako sije tukaribiana siku hapa. Magonjwa nje, magonjwa tika. Kama mwenzangu sio kwa mboga hii. Kama mwenzangu bwana nile nyama sio hivi. Watu wengine mwenzangu wanauza mboga wachafu. Sasa kama vile kukoa tukuharibia na si wengine nini? Aende huko sio kwa mboga hizo aende. Mungu atakujalia. Kukoa kule kwema hadi damu. Umeona damu wewe? Au unaongea tu kujifanya mama huruma na wewe? Nenda damu mwenyewe ukiona unauza sabucha zako hivyo mwenzangu tunakuacha, tunakukimbia. Sio kwa kukoa huko. Dunia matajiri wanaona mali zao ni muhimu kuliko utu. Vipi mchumba? Mbona nakuita toka kule nini wafu umeniwekea hapa masikioni? Ndo nini sasa mchumba? Mimi hapa MP kwani unijui? Ni wewe. Mbona uko hivyo? Niko hivyo vipi kwani? Mimi ndo nilivyo siku zote mchumba. Alafu usichokijua, mimi nimetoka bush kwa ajili yako wewe pia. Nimekuwa natoka kule sokoni, nimekufuata, nimekusalandia sana, ninakuita umeniwekea pamba masikioni na unisikii. Ndo nini mchumba sasa? Sio mtu ambaye nilomzoea au kumjua. Mbona umebadilika sana hivyo? Ile ilikuwa bush, mimi sasa hivi nipo town, alafu nimekuja town nikufuata wewe mchumba. Wewe unakuita wanifanya hivi, ndo nini sasa hivi? Yaani umetoka bush kwa sababu yangu mimi. Na matatizo wewe. Sio kweli vipi wewe mtu wangu na umeondoka hujaniaga? Au umenisahau mimi MP mtu wako kwa zamani? Mimi ndo yule mpenzi wako. Na matatizo wewe. Ongea unachotaka kuongea, unanipotezea muda. Okay sawa. Mimi naomba nipatiane namba yako ya simu tuweze kuwasiliana, afu mimi nitajua unakupataje tena muda mwingine. Nikupe namba zangu simu mimi. Unaonaje unipe namba zako? Alafu nikutafute.
Mimi simu ndo uchawi hapo mchumba. Mimi sina simu. Hilo niandikie namba yako mimi nitakutafuta. Umesema kwamba simu hauna. Basi, niache mimi wanipotezea muda wangu. Gumu njia ya kutokea, dunia kama kijito kidanganyacho watu, ukiingia ni ngumu, ni ngumu. Kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho, dunia kijito duniani, kijito kidanganyacho watu, kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho. Ingia. Kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho dunia, kijito kidanganyacho. Angel, unalia nini? Kuna shida gani? Mungu nisamehe kwa hiki ambacho tutaenda kukwambia. Najua nimewaangusha sana pamoja na kamati nzima, lakini sina budi kusema hili jambo. Hebu niweke wazi. Mbona zunguka? Nenda kwenye pointi yenyewe. Mama kuja nalia, sikuelewi. Shida ni nini? Mwalimu, please naomba unisaidie. Usiniambie na mimi. Wewe ni maskini, umeniponza mimi. Nini? Naomba unisaidie mimi. Sina chengine cha kutegemea zaidi ya mitihani. Mwalimu, please naomba unisaidie. Niko chini ya magoti. Miguu yako. Wewe Angel. Ilikuwaje kuwaje mpaka mambo yakakukuta wewe? Unisaidie mwalimu. Sina tegemezi lolote zaidi ya mitihani ya mwisho. Kumbuka wewe ndio mwanafunzi ambaye tulikuwa tunakutegemea hapa shuleni. Sasa sikia. Tunakumbuka kuna taratibu za shule na kanuni zake. Kwa hiyo hili swala siwezi mwenyewe kuliamulia maamuzi. Kwa hiyo itabidi tukae kamati, tuongee vizuri, na kingine unatakiwa uje na mzazi wako, aje ofisini kwetu, tujue tunaongea tunafanyia hili swala. Hapana mwalimu. Mama yangu siwezi kumwambia mama yangu. Lakini mbaya sana kiafya, siwezi kumwambia. Naogopa kumpoteza. Siwezi kukusaidia kwa sababu hili swala sio langu mimi binafsi, ni la taasisi nzima. Nifanye mtihani wa mwisho. Baada ya hapo kila kitu mimi nitakacho kufanya. Nimekwambia mimi siwezi kukusaidia. Kwa hiyo hili swala na mimi tukakae kamati, tujadili tu tunafanyaje. Kwa sababu wewe umeharibu. Kwa sababu wewe ndio mwanafunzi ambaye tulikuwa tunakutegemea. Sasa umekuja umeharibu hapa. Unategemea sisi tufanye nini? Wewe naomba nisaidie mimi. Nategemea wengine zaidi ya wewe. Sina kingine cha kukusaidia. Hebu naomba uondoke bwana. Samahani mwalimu. Naomba uondoke. Nina kazi nyingi za kufanya hapa. Tushaongea, nitakaa taasisi yangu, kabisa tunakusaidiaje. Naomba uondoke. Usinipigie kelele kwenye ofisi yangu. Wenjo, unipigiza kelele. Hebu ondoka bwana. Sijui nini niseme juu ya dunia, maana vitu vingi mfano tavitolea, majina mengi nitaitia dunia. Bado sijui kama yatatoshea, ila acha tu niweze kuiongelea dunia. Wanawake wao na kuzaa ni wajibu wao, kulea baba yoyote mwenye pesa. Yani pesa ni chanzo cha kuwatesa watoto. Matajiri wanaona mali zao ni muhimu kuliko utu, wanalinganisha utu na mali, wanafananisha utu na mali, wanaacha utu, wanaheshimu mali,
utu wa mtu ni muhimu. Inaonekana ni kama mto unavutia, ni kama maji yanavutia, yametuama watu na bila kujijua, wanaingia na kuogelea, hawajui gumu njia ya kutokea. Dunia kama kijito kidanganyacho watu, ukiingia ni ngumu, ni ngumu. Kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho dunia, kijito duniani, kijito kidanganyacho watu, kijito kidanganyacho, kijito 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 kidanganyacho, kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho dunia, kijito kidanganyacho, kijito. Hivi Jeff, una kichaa ama unapaki nguo unaenda bila kunipa taarifa? Niache bwana, nishaharibu. Endelea kubaki hapa. Nafuna kwenda jira na staki. Uende jela kwa kosa gani mpaka uende jela? Kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho dunia, kijito duniani, kijito kidanganyacho watu.